Jambo mpendwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kusalimu na kutakia pia amani ya Mungu popote pale ulipo. Kwa majina ni mfuasi wa Kaku Philippe Justin Manase kutoka kusanyiko la Kenya, Kalabaye. Siku ya leo nilipenda nikuletee ujumbe hii ambayo itakusaidia ikiwa utaiamini. Tumeokolewa kwa neema. Na ikiwa unaniona mbele zako hivi ni kwa neema, si kwa nguvu zangu wala akili zangu wala uwezo wangu, hapana. Ni kwa neema tu ambayo Mungu amenipatia ili nikuletee ujumbe leo. Niko na ujumbe ine ambazo zitakusaidia ikiwa utaamini, kwa maana na sisi ili tukue hivi ni kwa sababu tuliamini. Tumeamini ujumbe wa nabii ambaye Kristo ametuma kwa wokovu wetu, kwa kizazi chetu hiki ambacho ni cha vuguvugu. Kila mtu iko nafanya vyake. Lakini kama tunakuwa na ukweli, ni lazima wewe ambaye unaona kuwa si ukweli, jua kwamba umetekwa nyara na shetani. Lakini mtoto wa Mungu huwa anasikia sauti ya Mungu na anakubali kuwa Mungu amesema hivi. Hatuwezi kubali maneno ya Mungu kupitia wale manabii ambao ni wa uongo leo. Wale wa kutabiri kwa makanisa, na watu wanawafata kusema wasikie matabiri maisha yao ya kesho watabirie hivyo. Lakini tunajua kama nabii ambaye Kristo ametuma, amempatia ufunuo kwa ajili ya dunia vile inaenda. Kama utamwamini na kukubali ujumbe wake, ni kwa neema ndugu yangu. Tumeokolewa kwa neema. Kwa hivyo nataka nikuoneshe vile unaweza kuamini ujumbe huu. Na ikiwa wewe utaamini ujumbe huu, Mungu alikujua tangia msingi wa ulimwengu kuwepo kwamba utaamini ujumbe wa kizazi chako na ndio wokovu wako. Sasa nataka nikuambie kwamba ukiona leo hii watu mingi banahubiri kupitia Biblia. Lakini tunajua kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu ya manabii. Na wale manabii ambao wanatajwa katika Biblia, Mungu alikuwa anawatuma kila nabii kwa wakati wake, kwa kila kizazi. Kila nabii alikuja kwa kila kizazi chake na wakati wake. Kwa hivyo kwa hiki kizazi chetu leo, hiki kizazi cha Laodikia, nabii ambaye Mungu ametuma ni Kaku Philippe. Nabii Kaku Philippe ndiye iko na kifunguo cha mbinguni. Kwa sababu nabii mwenye iko na kifunguo cha mbinguni ndio anakuwa iko na neno direct kutoka kwa Mungu. Biblia haiwezi kukuokoa ndugu yangu. Na pastor ambaye anahubiri injili kupitia Biblia anapoteza watu. Kwa sababu Biblia ni mkusanyiko wa vitabu ya manabii waliopita. Injili ya Yesu Kristo, wakati Yesu Kristo alikuwa hapa duniani, alitangaza injili. Na injili ya Yesu Kristo leo iko kwa huyu Kaku Philippe. Injili ya Paulo iliisha ile wakati ya Musa, wakati ya Yeremia, wale wote muda wao na wakati wao ilishaisha. Leo tuko na nabii Kaku Philippe. Hii wakati kwa hiki kizazi mwenye atakuongoza moja kwa moja kupeleka mbinguni ama kupeleka kwa Mungu ni huyu nabii. Huyu ndo atakuongoza moja kwa moja uzimani. Hauwezi kuingia ufalme wa mbinguni au kuingia mbinguni kama haumfuate nabii mwenye Kristo au Mungu ametuma kwa kizazi chako kwa wakati wako huu ambao ni wakati kila mtu amejipenda. Kila mtu anafanya vyake kwa faida zake.
Kila mtu anaenda mkanisa, anasema anaenda kanisani, kumbe iko mbiashara. Jina la Yesu imekuwa biashara. Wengi wanahubiri kwa sababu wapate faida zao, lakini si kuokoa watu na kuwapeleka mbinguni. Ndugu yangu, acha nikwambie kitu. Kumbuka ya kwamba yale yote unayotenda leo, Mungu anayaona. Kwa sababu kuna wale ambao hawakuoni, lakini Mungu anakuona. Kumbuka Yesu alisema kwamba wakati ya hukumu, watu watakuja wakisema, Bwana, Bwana, tulifanya miujiza kwa jina lako. Lakini Yesu atawaambia, ondokeni, siwajui kwangu. Kwa sababu walifanya mambo tofauti na neno la Mungu. Kwa sababu walifanya mambo kwa faida zao. Ikiwa kuna mambo na maswali utauliza, comment chini. Na ikiwa utakuwa na labda swali ukataka kupiga simu, unaweza kupiga namba alama ya kujumuisha ama alama ya kuongeza 254 768 56 9090. Hapo utaweza kuuliza swali yako, ikiwa ni kwa WhatsApp ama ukapiga namba kama kawaida, utajibiwa swali kama vile ulivyouliza. Mungu akubariki.